Mmoja anamwambia Ibrahim ibn Adham, inni asraftu ala nafsi bil maasi dullani ala tariq atawaqqaf anil maasi. Mimi bwana, kwa kweli nimeifanyia fujo nafsi yangu mimi kwa maasi mengi, nimefanya mambo mengi sana, nimefanya machafu mengi, na kuomba unioneshe njia ya kuweza kuacha hizi maasi katika maisha yangu. Ibrahim ibn Adham akampa suluhisho tatu. Suluhisho ya kwanza akamwambia, idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'sihi fi ardihi, utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehma mtukufu, basi usimaasi katika ardhi yake, tafuta ardhi nyingine. Ule bwana akamwambia, wa aina askun wal ardu kulluha lillah, mimi nitaishi wapi na ardhi yote ni ya Mwenyezi Mungu. Ibrahim ibn Adham akamwambia, wa idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'kul min rizqihi, utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi usile katika riziki yake. Ule bwana akajibu akasema, la razika illa Allah, kwa kweli hakuna ambaye anayetoa riziki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anauliza katika surati al-Mulk, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur, nani mwingine ambaye atawapeni riziki nyinyi ikiwa Mwenyezi Mungu ataamua kuishika riziki yake, kuifunga riziki yake, bali nyinyi mnaendelea tu katika kumuudhi Mungu na kumaasi wala hamjali. Lau Mungu atazuia riziki yake katika dunia hii, ndugu yangu, tutakimbilia wapi manake? Kisha Ibrahim ibn Adham akampa suluhisho ya tatu, akamwambia, wa idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fa'asihi min haythu la yarak, na utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa utukufu na rehma, basi tafuta mahali ambapo utamuasi Mungu na Mungu hakuoni.